Na tukishukuru pia serikali ya AFC/M23 kwa ujumla. Jana kulikuwa na habari nzuri sana upande wa revolutionary wote duniani, na habari zilizotangazwa na Kanali Rugaba jana. Fidel alisema kuwa msemaji wa chama cha MLP alisema kuwa chama hicho au jeshi hilo limefanikiwa kuyadhibiti maeneo mawili katika mkoa wa Kivu Kusini ambao ni Mikenge na Bilalo mbili. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao wa X, Twitter, Kanali Rugaba alisema kuwa MRDP Twirwaneho imekomboa Mikenge na Bilalo mbili. Kauli hii inaonyesha kuwa baada ya mapigano yaliyotokea katika eneo hilo, maeneo hayo mawili yaliingia chini ya udhibiti wa wanajeshi hao. Maeneo ya Mikenge na Bilalo mbili yapo katika sekta ya Itombwe, wilaya ya Mwenga, ambako kwa muda mrefu kumekuwa na mapigano kati ya MRDP Twirwaneho na upande wa serikali ya Kinshasa iliyoshinda vita na washirika wake kama FDLR wa Mai Mai na wengine. Habari hizo zinaendelea kueleza kuwa kabla ya MRDP Twirwaneho kutangaza kuyatika maeneo hayo, yalikuwa kidhibitiwa na muungano wa FDLR, FARDC wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi. Inadaiwa kuwa baada ya mapigano FARDC na washirika wake waliondoka na kurudi nyuma kuelekea maeneo ya Gwitankuku na Poizero na Gipupo. Kwa taarifa hizi haijathibitishwa rasmi kwa njia huru, na taasisi nyingine zinazohusika na mgogoro huu zinaonyesha kuwa kuna mabadiliko katika hali ya usalama wa eneo hilo. Na hata hivyo, baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wanasema kuwa taarifa hizi ni za ukweli na za kuthibitishwa kuwa kwa sasa Mikenge na Bilalo mbili liko chini ya chama cha MRDP au jeshi la Twirwaneho. Inadaiwa kwa mapigano yalianza mapema ya jana asubuhi ya Jumatano na kuendelea kati ya maeneo mbalimbali ya wilaya ya Mwenga. Hadi sasa hakuna taasisi huru wala mamlaka ya serikali iliyotoa ripoti inayothibitisha rasmi mabadiliko hayo ya udhibiti. Hali hii inaendelea kuonyesha kuwa mkoa wa Kivu Kusini bado unaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Na minimbo na habari za jana jioni ni kuwa kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama cha MRDP Twirwaneho jioni ya jana tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu, chama hicho kilitangaza kuwa kimechukua maeneo ya Mikenge na Bilalo mbili baada ya mapigano dhidi ya vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi pamoja na Mai Mai na FDLR. Kwa mujibu wa chama hicho, baada ya kuchukua maeneo hayo aliendelea kuelekea Ngenzi, Gwitankuku na Poizero. Walisema kuwa mapigano yalisimama kutokana na giza, hivyo yanaweza kuanza tena wakati wowote, jambo ambalo linaweza kuliruhusu kuendelea kuteka maeneo mengine, kimaanisha Twirwaneho kiendelea kuteka maeneo mengine. Hii inakuja baada ya MRDP Twirwaneho kutangaza mwisho wa mwezi Juni kuwa itachukua pia maeneo yanayozunguka santra ya Minembwe, ikiwemo Gakenge, Kalingi, Tavi, Bidego na Kalongi na Londo na maeneo mengine. Kwa upande wa MRDP Twirwaneho wanasema kwa operation za kijeshi zinaongozwa na Generali Charles Sematama zinaeleza kuwa zimefanikiwa kupanua maeneo yanayodhibiti chama hicho au wanajeshi hao. Hata hivyo, hadi sasa uongozi wa FARDC hujatoa maelezo ya kina kuhusu madai hayo. Na Uvira ni kuwa jana tarehe 1 Julai mwaka huu, nyumba moja iliteketea kwa moto iliyosababishwa na chanzo kisichojulikana katika manispa ya Kalundu, mtaa wa Kimanga, hususan kwenye barabara ya Pionier. Inaarifiwa kuwa mali zote zilikuwa ndani ya nyumba hiyo ziliteketika kwa moto. Tunatoa pole kwa hilo jambo. Tunatoa pole kwa hilo jambo. Sikuta wa Mai Mai ndio walichoma hiyo nyumba. Na jana tukisalia kwa Uvira ni kwa jana kulikuwa na mechi kati ya Bafuliru na Bashi. Mechi iliyokutanisha kabila la Bafuliru na kabila la Bashi, na kabila la Bafuliru libahatika kushinda kabila la Bashi kwenye mpira. Ndio inatokea mechi kati ya kabila hayo mawili, kabila la Bafuliru na Bashi, na Bafuliru wakafanikiwa kushinda Bashi. Na tukielekea kwa Kinshasa ni kuwa katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu, muungano wa C64 au C64 ulipinga kauli zilizotolewa na chama tawala cha UDPS kilichohusishwa na maandalizi ya vitendo vya vurugu na mashambulizi yanayoweza kulenga ofisi za balozi za nchi za kigeni. Viongozi wa C64 walisema madai hayo ni ya uongo na yanalenga kutafuta kisingizio cha kuzuia maandamano ya upinzani. C64 ilisema kuwa lengo la maandamano
yao ni kutetea kikatiba, ni kutetea katiba na kuheshimu utawala wa sheria na kulinda haki za raia, pia ikisisitiza kuwa haina mpango wa kushambulia balozi yoyote wala nchi yoyote. Muungano huo pia ulieleza kuwa hali ya kisiasa nchini kwa sasa imejaa vitisho, hotuba za chuki na hatua zinazowalenga baadhi ya wanasiasa wa upinzani. Ulitoa mfano wa Delisa Sesenga na ukidai kuwa alinyang'anywa passport yake na hivyo kushindwa kwenda nje ya nchi kwa matibabu. Na waandalizi wa maandamano hayo walisema tayari wamekamilisha taratibu zote zinazotakiwa kisheria ili maandamano yafanyike kwa mujibu wa sheria. Pia waliotaka wananchi wa DRC kushiriki kwenye maandamano hayo kwa amani, kuheshimu sheria na kudumisha utulivu. Na haya yanatokea wakati serikali ya Felix Tshisekedi inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Kwa wakati mmoja, hali ya usalama mashariki mwa nchi na shinikizo la kisiasa kutoka kwa vyama vya upinzani. Katika siku hizi zijazo, macho mengi yataelekezwa kwenye maandamano ya C64 yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu, pamoja na maendeleo ya mapigano yanayoendelea Kivu Kusini na jinsi yatakavyoathiri hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niwashukuru ndugu zangu kwa habari za asubuhi, na zingine tutaendelea mchana wa leo. Asanteni.